Kama nilivyotambulishwa, naitwa Engineer Kabenda Balete, ni mkurugenzi mtendaji wa Bongorix, na tumekuwa na vision ya muda mrefu ya kuhakikisha tunakuwa na jukwaa la ndani ambalo litasaidia film producers, waandishi, waongozaji kuweza kupata soko la kuuza filamu. Na lengo letu sisi ni kutengeneza muundo wa kiuchumi wa kuhakikisha kila anayehusika katika filamu anapata faida. Kwa sababu ukitengeneza filamu ambayo unaweka ubunifu mkubwa na gharama inaongezeka, na gharama ikishaongezeka inakuwa sio rahisi kuweka content hizo kwenye mitandao ya kijamii. Na kusema kweli, mifumo hii huwa ni gharama kuiunda, lakini tumeamua kutengeneza Bongorix, na maono yetu ni kuhakikisha tunatengeneza jukwaa ambalo linamilikiwa na Watanzania. Tuna mpango wa kupeleka kwenye soko la hisa, na Watanzania wanavyotuunga mkono kwa kutazama filamu zilizoko kwenye Bongorix ndio wanatupa hamasa ya kuhakikisha mfumo huu unamilikiwa na Watanzania wote. Na lengo letu sisi ni kuhakikisha tunakuwa na uwazi. Tuna modo mbalimbali. Mtu anaweza akatengeneza filamu yake akaja akadistribute kwenye mfumo na tukampa access ya kuona mapato yake. Lakini kuna wengine tunashirikiana nao kama tulivyoshirikiana na Polion. Lengo ni kuhakikisha at least vijana wanapoweka nguvu na vipaji vyao waweze kufanikiwa kupata masoko. Ni kweli kuna masoko ya kimataifa, kuna masoko ya ndani. YouTube ipo inawasaidia vijana wengi, lakini ukweli ni kwamba sustainability inakuwa sio nzuri, kwa sababu social media zinabadilisha policy kila wakati. Hatujui kesho itakuwaje. Na sisi tunapounda mfumo huu, lengo lake ni kwamba mtu anaweza akaangalia mwenendo wa kazi zake na kuhakikisha tunawafikia Watanzania wote East Africa na kuexport culture yetu, kwa sababu platform yetu tunataka tujikite kwenye lugha ya Kiswahili. Ukiangalia majukwaa ya kimataifa yamejikita kwenye Kiingereza, na kuna majukwaa mengine yamejikita kwenye Kifaransa, lakini watazamaji ambao ni wanaongea Kiswahili wanakaribia milioni 300 Afrika. Ni soko kubwa ambalo tunaamini lugha yetu inaweza ikawa ni kinara pia ya kuweza kupeleka elimu kwa njia ya filamu kwenye masoko ya kimataifa. Na lengo letu ni kuhakikisha tunasaidiana na producer, waandishi kuzalisha kazi ambazo ni bora kama alivyozungumza Napoleon, kwa kutumia wataalamu wa ndani ili kuweza kuboost vipaji na kuhakikisha wanatoa kazi ambazo zinaweza zikaangaliwa ndani na nje. Na tunafahamu kwamba digitalization inakuwa kwa kasi. Kuangalia content kwenye TV kunapotea taratibu. DVD ndio hizo zimeshaondoka. Na miaka inavyoenda ndivyo ambavyo Watanzania wengi wanatamani kupata maudhui kwenye simu zao. Ukiangalia Marekani kuna video on demand kama Bongorix zaidi ya 300 Marekani peke yake, na wote wana content. Tuko kwenye creative industry, hatushindani kwa kuuana, tunashindana kwa kuhakikisha tunaweka ubora zaidi, na tunatarajia majukwaa yataongezeka, kwa sababu kadri tunavyokwenda internet penetration inaongezeka kwenda vijijini, wanaotumia wanaongezeka, na tunaamini Bongorix ni kama mtengeneza njia wa kuhakikisha tunajikita kwenye maudhui yetu, kwa sababu tunaweza kuchukua maudhui ya watu wengine tukayafanyia dubbing tukaweka kwenye platform, lakini sisi hiyo policy hatuna. Tunataka kuwezesha Watanzania watengeneze maudhui na pia tamaduni yetu iweze kwenda kwenye nchi zingine, hasa katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo ni platform ya ndani. Maono yetu ni kuhakikisha nimilikiwa na Watanzania wote kupitia soko la hisa, na mwisho wa siku tuweze kutengeneza nguvu ya pamoja ya kusapoti vijana na vipaji kwa ajili ya kukuza uwezo wao na kukuza kipato chao. Tunatengeneza mfumo wa ajira, ni ecosystem ya maudhui, lakini ya kutengeneza uchumi kutoka kuanzia wanaoandika, wanaoshuti, wanaoedit, wote wakifanya hivyo wakijua wana platform ya kuweza kudistribute filamu zao.